Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaendelea tena na ratiba yetu ya kuombea nchi yetu na uchaguzi wetu uliopo katika mwaka huu mwezi wa 10. Kumbuka somo letu linasema maeneo ya kuombea ambayo yanaweza kufanya serikali ikaonekana mbaya mpaka ikachukiwa na watu. Maeneo ya kuombea ambaye yanaweza kufanya serikali ikaonekana mbaya mpaka ikachukiwa na watu. Basi tuone eneo lingine siku ya leo ambalo linaweza kufanya serikali yetu ikachukiwa na isione nzuri kabisa kwa sababu ya ikachukiwa serikali kwa sababu ya vitu hivi. Basi naomba tuombe. Bwana Yesu, unasema asante katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea sifa na utukufu Mungu aliye hai katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Achilia nguvu zako, achilia utukufu wako, achilia Roho yako Mtakatifu sasa, na kila anayesikiliza apate kuelewa na kufahamu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mungu wa utukufu, na shuka magotini pako na kusihi mwamba wa uzima, achilia damu Yesu na utukufu wako Yesu. Amen. Basi eneo lingine ambalo nataka leo tulione ni eneo linaitwa washauri wa viongozi. Washauri wa viongozi wa katika taifa. Inawezekana washauri wa viongozi wa mkoa, washauri wa viongozi wa wilaya, washauri wa viongozi wa mawaziri, washauri wa viongozi wa rais, hasa wa rais. Pia ni muhimu sana kuwaombea hao. Hawa wanaweza kufanya serikali ipendwe au ichukiwe. Utasema kivipi? Kiongozi yoyote hawezi kukosa washauri. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya anaeleza hivyo. Hakuna kiongozi ambaye anaishi au anaongoza pasipo washauri. Isaya sura ile ya 40 mstari wa 23. Isaya sura ya 40 mstari wa 23. Isaya 40 mstari ule wa 23. Neno la Mungu linasema hivi, mstari wa 40, sura ya 40 mstari wa 23. Ndiye awatanguaye wakuu na kuwabatilisha waamuzi wa dunia. Anasema hivi, unapomtoa mkuu au unapomtoa rais, basi unatakiwa pia uwabatilishe au wafute wote wanaoitwa washauri. Kwamba kuna mahusiano kati ya mshauri pamoja na kiongozi. Kwa hiyo mara nyingi sana mshauri anaweza kuleta vitu vizuri au vitu vibaya kwenye nchi au kwenye eneo lolote, liwe la ndoa, familia au mahali popote. Kumbuka kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 18 anasema hivi, mstari wa 18. Yeremia 18 mstari wa 18. Hapo ndipo niliposema, njoni na tufanye mashauri juu ya Yeremia, maana sheria haitampotea kuhani, wala shauri halitampotea mwenye hekima, wala neno halitampotea nabii. Njoni na tumpige kwa ndimi zetu, wala tusiangalie maneno yake yote. Kwa neno la Mungu linasema hivi. Hapo ndipo nikasema njoni tufanye mashauri, manake njoo tutoe au tukubaliane, tushauriane juu ya Yeremia. Yaani kuna watu wanakaa kuanza kushauri au kushauriana, kupeana mawazo juu ya mtu fulani. Inawezekana wanafanya maamuzi kwa ajili ya taifa, wanafanya maamuzi kwa ajili ya mambo mbalimbali na changamoto mbalimbali za kiserikali. Sasa angalia, anasema hivi, njoni tumpige kwa ndimi zetu. Sasa hawa washauri walikuwa lengo lao ni kutaka kumdidimiza Yeremia afe au apotee au asiwepo. Kwa hiyo washauri walikuwa na nguvu zaidi kwenye hatima ya kiongozi. Tumpige kwa ndimi zetu, manake tumwangamize, tumpoteze. Kwa hiyo washauri wanaweza kusababisha kuangamia au kuharibika au kupotea kabisa. Utasema kivipi mtumishi Gida? Ndugu yangu, nataka niseme kabisa, Biblia imeonya kabisa uwe makini sana na washauri wako. Kwa nini? Kwa sababu mshauri kwanza anakuwa kama rafiki mzuri sana, na mara nyingi mshauri huwa anasikilizwa zaidi kuliko hata mke au mume uliyemwoa.
Unaweza kusema kivipi? Ukisoma kwenye kitabu kile cha Samueli, kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya kwanza, mshauri ana nguvu kuliko mke au mume. Angalia mstari wa 26, Samueli wa pili sura ya kwanza mstari wa 26. Nimesikitika kwa ajili yako Yonathani ndugu yangu. Ulikuwa ukinipendeza sana. Upendo wako kwangu ulikuwa wa ajabu kupita upendo wa wanawake. Anasema nini? Nilikuwa na rafiki yangu anaitwa Yonathani. Upendo wake ulikuwa upendo mzuri mno, kiasi cha kwamba hakuna mtu ambaye aliwahi nipenda kama alivyonipenda Yonathani. Hata mke ninayeishi naye au wanawake nilioishi nao, ye Daudi anasema, hawakuwahi mpenda kama alivyompenda Yonathani rafiki yake. Nini nataka kusema? Mshauri wake alikuwa ni faraja zaidi kuliko hata wake zake. Ndio maana hata leo kwenye ndoa unakuta mambo mengi yanafanyika, mke hajui, lakini mshauri wa mume wake anajua yote, hadi hela ziliko, siri zote, mashamba, miradi na kila kitu, lakini mke hajui. Au saa zingine mume hujui, lakini mshauri wake anajua miradi, anajua fedha zilipo, anajua ana kiasi gani, anajua anafanya vitu gani, siri zote mshauri wake anazifahamu. Kwa nini? Mshauri ana nguvu moyoni kuliko kitu chochote. Sasa basi, ndio maana Biblia imetoa onyo kwamba uwe makini sana na mshauri unayempa nafasi kwenye maisha yako. Atakushauri nini? Kwenye Methali 22 anasema hivi, Methali 22 anasema hivi, 22 mstari wa 24 anasema, usifanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi, wala usiende na mtu mwenye ghadhabu nyingi, usije ukajifunza njia zake na ukajipatia nafsi yako mtego. Manake unapomchagua rafiki au unapomchagua rafiki mshauri, lazima uwe makini. Ana tabia zipi? Ana huruka gani? Ana vitu gani? Biblia inasema ukimpata na mshauri mwenye hasira nyingi, basi utajifunza njia zake, utajifunza hasira zake, utajifunza tabia zake, na wewe utaanza kufanya hayo, na utaingia kwenye mitego au kwenye mazingira magumu kwa sababu ya mshauri. Katika taifa pia, kila rais na kila kiongozi lazima na mshauri wake. Asa angalia kwenye kitabu, na anaweza kuwa mshauri aliwahi tangulia kuwa kiongozi, au mshauri anaweza kuwa alikuwa na sifa fulani. Sasa huyu mshauri akasababisha tatizo kubwa kwenye taifa. Angalia kwenye kitabu kile cha Nyakati wa pili sura ya 22 mstari wa 3 na 4. Nyakati wa pili, ukisoma Nyakati wa pili pale sura ile ya 22 mstari wa 3 na 4. Angalia, tuanzie mstari wa 2. Nyakati wa pili sura ya 22 mstari ule wa 2 hadi wa 4. Anasema hivi, Ahazia alikuwa na umri wa miaka 42 alipoanza kutawala. Akatawala mwaka mmoja huko Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Athalia binti Omri. Yeye naye akaziendea njia za nyumba ya Ahabu, kwa kuwa mamaye alikuwa mshauri wake katika kufanya maovu. Sasa huyu ni mfalme kachaguliwa, au rais kachaguliwa. Angalia, alimteua mama yake awe ndio mshauri wake mkuu. Kitu gani kinatokea? Mama yake akamshauri kufanya yaliyo maovu, na anasema alifanya mabaya kama babake alivyotangulia. Babake alifanya mabaya na akafanya mabaya. Kwa nini alimweka mama yake kuwa mshauri? Na kwa nini alimweka mama yake? Inawezekana mama yake kwa sababu alikuwa ni mama mfalme, kwa akajua kwa mama huyu nitapata ushauri jinsi gani ya kuendesha nchi. Ni kwa nini ni muhimu sana tunahitaji kuombea washauri wa rais au wa kitu fulani? Niishie hapo, niende moja kwa moja nitoe pointi chache alafu tuingie kuomba. Kwa nini ni muhimu sana kuombea washauri wa viongozi, mshauri wa rais? Namba moja, mshauri au washauri husababisha hatima ya mshauriwa kufanya sawasawa na alivyoshauriwa. Mara nyingi sana mtoa ushauri huwa mpewa ushauri huwa anafanya kile alichoshauriwa na mshauri wake. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Esta sura ya kwanza, utaona kabisa mfalme anapewa ushauri baada ya mke kugoma kuja kwenye harusi. Anapewa ushauri na wale
Kitu gani kikatokea? Biblia inasema hivi, akafanya sawasawa, akaona ni vema yale aliyoshauriwa, akaenda kufanya sawasawa na alivyoshauriwa. Kwa hiyo ukiangalia pia kwenye sura ya 13 Esta, kwenye kitabu cha Esta sura ya 13, Esta 13 Esta sura ile ya Esta sura ya 3, sura ya 3, Esta sura ya 3 mstari ule wa 15. Esta sura ya 3 mstari wa 15, neno la Mungu linasema hivi, mstari wa 15. Esta sura ya 3 mstari ule wa 10, ukisoma mstari ule wa 15. Matarishi wakaondoka wakaenda haraka kwa amri ya mfalme, kukapigwa mbiu huko Shushani ngomeni. Mfalme na Hamani wakaketi ili kunywa divai, bali mji wa Shushani ulifadhaika. Lakini mstari ule wa 8, Biblia inasema basi Hamani akamwambia mfalme Ahasuero, kuna taifa moja waliotawanyika na kukaa mahali katikati ya mataifa walioko katika majimbo yote ya ufalme wako, nao sheria zao zinafarakana na sheria za kila taifa, wala hawazishiki amri za mfalme. Kwa hiyo haimpasi mfalme kuchukuliana nao. Basi mfalme akiona vema, na iandikwe kwake waangamizwe, nami nitalipa talanta 10,000 za fedha mkononi mwao watakaosimama kushughulikia hiyo waziweke katika hazina za mfalme. Ndipo mfalme alipovua pete yake mkononi akampa Hamani binti Bini Hamadatha Mwagagi, adui wa Wayahudi. Kisha mfalme akamwambia Hamani, hiyo fedha umepewa na watu pia, fanya uonavyo vyema. Sasa unaona, huyu mshauri alikuwa na ukabila, alikuwa na upendeleo kwamba watu fulani hawafai. Akaenda kumshauri rais kwamba bwana, hawa watu naona hawafai kabisa, lakini mimi na kitu nataka nikushauri. Kwanza wanakinzana na maagizo yako na amri zako na kila kitu. Kiwaendelea kuendekeza watakutesa sana. Hebu tafadhali sana, ikiwezekana toa agizo wauawe wote, na mimi gharama za kuwaua hao watu nitazifanya mimi. Lakini pili, fedha zitakazokusanywa na utajiri na kila kitu walichonacho tutaingiza kwenye hazina ya serikali. Rais akaona kumbe ni ushauri mzuri. Kwanza wanakinzana na mimi, hawako tayari kunitii na nini. Kumbe huyu jamaa alikuwa na uadui wake binafsi na hao watu. Tena alikuwa na uadui na mtu mmoja anaitwa Mordekai, ambaye alikuwa akipita yeye anataka apigiwe magoti, lakini huyu jamaa alikuwa hapigi magoti. Yeye akakasirika, akataka kuua kabila zima kwa sababu ya chuki tu ya kikazi. Anataka kuua watu wote. Sasa angalia, mfalme kwa ushauri na kwa sababu anamwamini sana akawa tayari. Sasa kitu gani kilichotokea? Mshauri husababisha hatima ya mshauriwa afanye anavyoshauriwa. Kwa hiyo rais anaweza akafanya kitu mkazani amefanya yeye, kumbe ameshinikizwa na washauri na asichunguze kwa kina kuhusiana na kile alichoshauriwa kwamba je, ni kweli au sio kweli, na akafanya maamuzi ambayo ni mabaya, mkabaki mnashangaa wa Tanzania wote au nchi nzima. Lakini pia jambo la pili, mshauri au washauri husababisha mshikamano wa nchi au mgawanyiko wa nchi kupitia ushauri wa hao washauri. Washauri mara nyingi wanaweza kusababisha mgawanyiko wa nchi kabisa. Ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme ile wangapi, naelekea kumaliza na nihitimishe kabisa. Ukisoma Wafalme ile wa pili Wafalme wa kwanza sura ya 12, Wafalme wa kwanza sura ya 12 anasema hivi. Wafalme wa kwanza sura ya 12 mstari ule wa, ukisoma mstari ule wa 12 na wa 16 anasema hivi. Kwa ajili ya muda naomba tusome mstari wa 12 na wa 16. Basi Yeroboamu na watu wote wakamfikia Rehoboamu siku ya 3 kama mfalme alivyoamuru, akasema, mkanirudie siku ya 3. Mfalme akawajibu watu wale kwa ukali, akalichukua shauri lile
akaliacha shauri lile la wazee walilompa, akawajibu kama vile walivyomshauri vijana. Akasema, baba yangu alifanya zito kongwa lenu, bali mimi nitaongeza kongwa lenu. Baba yangu aliwapiga kwa mijeredi, bali mimi nitawapiga kwa ingi. Umeona, huyu jamaa alipoombwa ushauri, alipoulizwa swali na wananchi, akasema, mnipe siku 3 nitakuja kuwapa majibu. Akaenda kwa wazee ambao walikuwa wanamshauri babake, na inaonekana wale washauri walikuwa ni wazuri sana, ila baba yao pia alikuwa sio mtiifu sana kuwasikiliza washauri wake waliokuwa wazuri. Sasa alipoenda kuwauliza wazee wakampa ushauri, wakasema, ukiwa mtumwa wao na kufanya wanachokitaka, basi watakutumikia, lakini ukiwa jeuri watakukacha. Na yeye akaondoka, akaenda tena kwa vijana wakamshauri, wakasema, usiwasikilize wazee hao, nenda kawaambie mimi nitaongeza mateso mara 2. Angalia kilichotokea pale mbele. Biblia inasemaje mstari ule wa 16? Basi Israeli wote walipoona ya kuwa mfalme hakuwasikiliza hao watu, walimjibu mfalme wakasema, tuna sehemu gani katika Daudi? Wala hatuna urithi katika wana wa Yese. Hata nendeni zenu hemani kwenu, enyi Israeli. Sasa itunzeni nyumba yako mwenyewe, Daudi. Hivyo Israeli wakaenda zao hemani kwao. Unaona, baada ya huyu mfalme kutoa maamuzi makali ya kutowasikiliza wananchi, kitu gani kilitokea? Mgawanyiko ulitokea. Makabila mawili yalibaki na yeye huyu aliyetumia ukali, na makabila 10 yalijitenga, yakatafuta mfalme wao, yakatafuta rais wao. Kwa hiyo washauri wanaweza kutengeneza, wakaondoa mshikamano, wakasababisha mtengano kwa wananchi na watu. Tunapowaombea washauri ni muhimu sana, kwa sababu ni muhimu zaidi, kwa sababu wanaweza kuleta mgawanyiko au mshikamano wa nchi. Lakini washauri pia wanaweza kusababisha furaha na utulivu au huzuni na vurugu. Washauri wanaweza kusababisha furaha na utulivu wa nchi au huzuni na vurugu ya nchi. Ukisoma kwenye kitabu cha Esta sura ya 13 mstari wa 15, Biblia inasema hivi: yule ndugu yetu Hamani alipomshauri rais, alipomshauri mfalme kwamba waue hao makabila wao, Biblia inasema yeye Hamani pamoja na mfalme wakakaa ngomeni wakinywa divai, na wakati kwenye ngome ya Shushani wananchi wamehuzunika, wanalia, wanaomboleza, wao wanakunywa divai, wanafurahi. Mara nyingi sana marais huwa hawafuatilii mambo mengi, ni wengi wanawaamini sana watendakazi wao. Kumbe kunaweza kuwa na kilio kwa wananchi na rais asijue, akaendelea kufurahia na kuona nchi iko vizuri. Na mimi nasema tu, viongozi mjitahidi sana kuwa wafuatiliaji wa maisha ya watu. Je, yanaendaje? Yakoje? Usiwasikilize sana hawa watu wako wa karibu ambao unafanya nao kazi, ni waongo, na saa zingine wanaweza kukupambiza mapambizo mazuri kweli kweli, lakini kumbe ndani yao wameficha siri ya ajabu ambayo wananchi wanateseka na wewe hujui. Wewe unakunywa chai, wewe unakula futari, unafanya mambo yako, unakunywa divai, lakini kumbe wananchi huku wamehuzunika na wamekosa raha. Lakini washauri watakwambia huko ni salama, mambo yanaenda vizuri, majengo yanajengwa, shule zinajengwa, hospitali zinajengwa, barabara ziko vizuri na kila kitu. Wewe unafurahia, unafikiri ni kweli, kumbe huku kuna kilio na majonzi. Washauri wanaweza kusababisha huzuni ya mji. Huyu jamaa alisababisha kilio kwenye ngome ya Shushani kwa sababu ya matakwa yake yeye binafsi. Lakini pia washauri wanaweza kusababisha au wakaleta usaliti kwenye nchi, usaliti kabisa. Unakuta kwenye kitabu kile cha Wafalme wa kwanza sura ya 12 mstari wa 18 hadi 20, Biblia inasema hivi, 18 hadi 20, anasema ndipo mfalme Rehoboamu akapeleka Edomu aliyekuwa juu ya shokoa, nao Israeli wote wakampiga kwa mawe hata akafa. Kwa hiyo alijaribu kutuma watu atume kiongozi aende kukaa kule ili aendelee kuwasimamia kama kiongozi, lakini walimpiga wakamuua yule mtu aliyetumwa na mfalme. Mfalme Rehoboamu akafanya haraka kupanda katika gari ili akimbie Yerusalemu. Hivyo Israeli wakaasi juu ya nyumba ya Daudi hata leo.
Kwa hiyo uasi ulitokea baada ya washauri wabaya wa rais wakasababisha tatizo kwenye nchi. Nchi ikagawanyika katika maeneo mawili. Tunaiombea nchi yetu ibaki kuwa na mshikamano na furaha na upendo tulio nao. Hatuko tayari kabisa. Waombaji, ombea washauri wa rais, ombea watu wa karibu na rais, wasije wakamshauri vibaya kiasi cha kwamba wakasababisha huzuni, wakasababisha usaliti, wakasababisha mgawanyiko, wakasababisha shida kwenye nchi. Na sisi tunapoelekea kwenye uchaguzi, ombea sana washauri wapatikane wazuri, wasiwe kama yule mama ambaye alikuwa anashauri mtoto wake afanye maovu, atende mabaya kwenye nchi. Tunakemea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mungu aliye hai, tunashukuru kwa kutupa nchi yetu Tanzania na rais wetu na wote wanaoiongoza na kuhakikisha usalama wa nchi unaendelea vizuri. Bwana Yesu, tunaomba kwa nguvu za Roho Mtakatifu, na waombaji wengine wote endelea kuomba kwa ajili ya nchi hii ili iweze kuwa na mafanikio. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaomba washauri ambao watateuliwa na wataendelea kuchaguliwa na rais au watapelekwa kwenye ofisi ya Ikulu au kwenye ofisi yoyote. Bwana, wakawa washauri wenye kuona kwa upana na kwa kina na uhitaji wa wananchi na kujali maslahi ya wananchi, wasijali matakwa yao na heshima zao. Katika jina la Yesu, tunawapangua wote wanaoleta uharibifu katika nchi yetu, nchi yetu ya amani, nchi yetu ya baraka, nchi yetu yenye utukufu, katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki sana.